Waajiri wa vyuo vikuu nchini wameendelea na mgomo wao licha ya serikali kutangaza kutenga zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa ajili ya malipo yao. Mgomo huo ambao umeingia kwa siku ya pili umeathiri masomo katika vyuo vikuu vya umma. Wanafunzi wengi sasa wakielezea wasiwasi kuhusu ratiba ya masomo kufurua. Mwenyekiti wa chama cha waadhiri wa UASU amesema kuwa VETA zilizotolewa hazitoshi na hazijamfikia. PhD, LLB, LLM, CBA, return to work formula, CPM. I have officially launched the strike. Kulingana na makubaliano ya nyongesha ya mshahara na marupurupu yaliyotiwa saini miaka iliyopita. Ameongeza kuwa walimu hawatarudi darasani hadi pale serikali itakapotimiza kikamilifu matakwa yao. Serikali kupitia waziri wa elimu imewataka waadhiri kusitisha mgomo na kurejea kazini, ikisema mazungumzo bado yanaendelea ili kufikiana matakwa hayo ya waadhiri hao. Waziri pia ameonya kuwa mgomo huu unaweza kusababisha hasara kubwa kwa wanafunzi na hata kuathiri kalenda ya kitaaluma. Procedure, the strike notice goes to TSC and TSC have to handle that aspect first before we step in as a ministry. So as we speak today, the NAT leadership is meeting with the leadership of TSC to discuss on the issue of the strike, because the issues that the teachers have raised are legitimate issues. These relate to the CBA that was signed and for which this is the last portion of it. It also relates to the question of their teachers being promoted, the other 46,000 teachers being placed in permanent and pensionable, and the employment of extra teachers. These are legitimate issues that we are all facing, but the government is also facing legitimate challenges. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wameiomba serikali na waadhiri kuketi pamoja ili kupata suluhisho la haraka. Ameeleza kuwa mgomo kwa mara umekuwa changamoto kubwa katika safari yao ya masomo na unaweza kuchelewesha kuhitimu. Hali ikibaki hivi, shughuli za kawaida za masomo katika vyuo vikuu vya umma zitaendelea kusimama, huku macho ya wengi yakiwa kwa upande zote mbili kusubiri suluhisho la kudumu. Boniface Yunge kutoka kaunti ya Migori.